kaona kama kachawi. I love you. I love you too. Hello, ni aje ulimwengu wa movie. I say, kama hujaangalia movie ya dunia, basi jua kwamba unapitwa na vitu vingi sana. Bonge moja la movie kutoka hapa nchini Tanzania. Watu wamezoea kuona hivi vitu watu vinafanyika huko India, Nigeria na kwingineko ambako wamekuwa na maendeleo makubwa sana ya movie, lakini leo hii tunaona dunia inazidi kwenda mbele kwa sababu mpaka sasa hivi iko episode 136 alafu bado yani kama inaendelea. Picha linaanza Manyanya anamshukuru mke wake kipenzi ambaye ameweza kumpenda sana, ameweza kufanya mpaka akaweza kwenda kuhatarisha ndoa yake kutokana na yeye. Si mwingine ni bwana bidada Mati. Mati ametokea kupendwa sana na Manyanya. Kama unavyojua kwamba katika mahusiano kuna vitu vingi sana vinaweza vikatokea. Kwa hivyo watu wanakoenda kupendana wao wenyewe ndio wanajua nini siri ya maisha yao, kwa sababu kiangalia Mati alikuwa mtu mmoja hivi ovyo sana, lakini Manyanya aliweza kumpenda. Kama unakumbuka katika episodi zilizopita, Mati alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye analewa sana, akae na mwanaume mmoja, lakini hatimaye akaja kutulia kwa Manyanya. Kwa hivyo baada ya kutulia kwa Manyanya amekuwa na maisha mazuri na amefurahia wenyewe maisha yake. Hali iliyopelekea mpaka shoga yake kwenda kumuonea chuki kutokana na kile kilichotokea baada ya yeye kumpenda Manyanya na Manyanya akawa ampendi. Katika upande wa pili tunamwona bwana Mdeme, mzee wa Bakola, ameweza kuingia kwa mamake mkwe, ameingia kwa taazima zote na kuweza kumwamkia mamake mkwe. Kwa sababu tumeona bwana Mdeme amekuwa ni mmoja wa mtu ambaye anaonekana alikuwa akimtesa sana mke wake kutokana na kile kilichoonekana katika movie hapa ya dunia. Baada ya Mdeme kuweza kubadilisha wanawake na kuwa na wanawake huyu, mwanamke huyu, au na mwanamke mmoja ambaye anakuwa naye katika maisha yake. Hali iliyopelekea mke wake kumchoka na kuweza kuondoka. Lakini hapo tumejifunza kitu kutokana na kwamba Mdeme ameweza kwenda kujishusha kwa mke wake baada ya kujua kwamba kuna sehemu ambako amekosea. Ameweza kuzunguka sana. Tuliona hata Mudi Mzungu iliweza kumtokea hiyo baada ya kumpoteza mwanamke ambaye alikuwa anakaa naye na baadaye kuweza kwenda kumtafuta nyumba mpaka nyumba, lakini jitihada zake hazikuweza kufua dafu. Kwa hivyo tunaona hapa kabisa ameweza kujishusha mwenyewe, hali iliyopelekea mama mkwe kushawishika. Tumeona mama mkwe ameweza kushawishika baada ya kuona mkwe yake amejishusha. Kwa mama mkwe akasimama kidete kwenda kutetea hii ndoa kati ya Mdeme pamoja na mwanawe. Lakini Mdeme akajieleza mambo mengi sana. Baada ya kuonekana kwamba mwanamke yuko pale kwa mamake mkwe, mama mkwe akaenda kumchukua mwanae na baada ya kwenda kumchukua akamleta mbele ya Mdeme. Mwanamke alikataa kata kumsamehe Mdeme. Hapa tunampa big up mama mkwe kwa sababu ameweza kwenda kuimarisha ile ndoa ya mwanawe pamoja na Mdeme. Baada ya kwenda kusimama kidete na kumwambia kwamba amsikilize mshikaji huko akiwa anakaa anaanza kupiga magoti kwa mke wake ili kuomba radhi ili amsamehe kutokana na kile alichomfanyia, kwa sababu ameweza kumdhalilisha, lakini pia ameweza kufanya mambo mengi sana. Ameweza kueleza mambo mengi sana bwana Mdeme kwa mke wake ambaye anampigia magoti kwa ajili ya kumomba msamaha. Lakini mwisho wa siku ile mwanamke akachomoa bwana, akatolea nje. Baada ya kumkatalia Mdeme, mama mkwe ikabidi asimame tena kidete akae na mkwe yake, kwa sababu akamwambia mwanangu, unavyoona hata baba yako wenyewe huwa tunabishana, lakini pia ndani ya kupishana hajawahi kunipigia magoti. Kwa hivyo unaona namna gani ambavyo movie imeweza kupangiliwa, lakini pia vile movie hii imeweza kuelezea uhalisia wa maisha ambayo watu wengine wanayapitia. Lakini pia baada ya mwisho wa siku mama kusimamia lile swala kwenda na kumomba msamaha, kwa hivyo yule mama akabidi amwambie mwanae kwamba hata mimi na baba yako pia tunapishana, lakini pia vile hakuna mkamilifu katika dunia. Kwa hivyo lazima twende tukasameane kutokana na yale makosa ambayo tunafanyiana. Kwa hivyo mama akasimama kidete na hatimaye Mdeme bwana akashinda na kuweza kwenda kumshawishi mke wake. Hatimaye mwanamke akasimama na kwenda kumsamehe bwana Mdeme. Kwa hivyo hiyo ndio imetoka hapo. Lakini pia tukirudi katika upande wa pili huku tunakwenda kuangalia baada ya Mdeme kumsamehe mke wake, je, Mudi Mzungu naye amerudi kwa mke wake nyumbani? Kwa sababu hapa tunajifunza kitu. Unaona kwamba kuna watu huwa wanaozesha watoto zao kwa hela, wengine wanawapa tu bure. Kwa hivyo hii imekwenda kutia hasara baada ya kuonekana kwamba mwanamke amepewa bure, basi ameanza dharau. Ameambia kwamba mwanamke wenyewe nimepewa bure, sikuweza kulipa hata 1000, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo maisha ya Mudi Mzungu wanavyokwenda paka la baa, kwa hivyo yeye amekuwa ni mtu ambaye ana maisha fulani vya eleweki kama chokolaa. Kwa hivyo pia amepewa na mwanamke. Kwa hiyo anaulizwa amerudi kwenye pombe.
Kwa hiyo anamwambia usinipangie cha kufanya. Unaona namna gani ambavyo Mudi Muzungu anakwenda kutufundisha kwa wale wanaume ambao wana tabia za ulevi na wanakwenda kudharau familia zao. Kwa hivyo hapa tunajifunza kitu, tunajifunza kwamba tuweze kucontrol maisha, kwa sababu ukishakaa kwenye reli usirudi tena katika maovu ambayo umeweza kuyafanya. Kwa hivyo unaona kabisa namna gani ambavyo mwanamke anateseka kutokana na lile ambacho na kile ambacho anafanywa na Mudi Muzungu katika mahusiano. Kwa hivyo amemwambia wazazi wake wamempa bure. Kwa hivyo ili kauli iliweza kumuumiza sana mwanamke.